Bas nikech jodalawa kwa sababu ya muda, sasa mang'eny. Muda umekwenda sana. Katan man kani hata yuko hapa, ngwech nyaka Homa Bay yado anarudi Homa Bay sasa hivi. Adon waketi gini machieka nataka iweke kidogo tu. Wasene no badi Nyasaye, tumeona mkono wa Bwana. Nyasaye muserito maber, Mungu ametuongoza vizuri nyaka wabika tangu tuanze. Wamorge Nyasaye kabisa, tunafurahia upendo wa Kristo. Wasene teach majo Nyasaye setiyo ka, tumeona kazi ya choirs wamefanya, werne Nyasaye, watu ambao walikuwa naimba. Nyasaye mundo gwedho jodala. Mungu awabariki sana. Onde tota abiro wacha weso kabisa omoge, atasema tu aya lakini atasoma onde kebuk mar Isaya, kitabu cha Isaya, Isaya 40 Isaya 44 wesa dek owachone aya 3 inasema hivi, wabiro werne Nyasaye, tutamwimbia Bwana, wabiro werne Nyasaye, tutamwimbia Bwana majite manowinji, mpaka kila mtu atasikia. Watu wote ambao watasikia watasema kwamba Bwana Yesu anatupenda. Watu wote ambao wanamwimbia Bwana, mtu yoyote ambaye atasikia wimbo huo atajua kwamba kuna Mungu ambaye tunamwabudu. Rafiki yangu, kumbe wimbo ni nzuri. Waimbaji wote Mungu awabariki sana. Tumeona tangia tuanze, tumeona meimba na nguvu sana, na mnamtukuza Bwana sana, mnamtukuza Bwana kwa imbaji sana. Katika uniform ambayo mnavaa imeandikwa kwa Biblia, ukitaka kuipata hata soma, anasema andika uniform. Mambo ya uniform, weche magndalo inaitwa aje na Kiswahili? Chronicles. Second Chronicles 2021 kanye kama uniform, ndio uniform iko. Soma pale utaipata hapo uniform iko, na imeandikwa kwamba waimbaji walikuwa wanaimba pamoja na uniform, na ameona mmevaa uniform vizuri. Mungu awabariki sana, anafurahi pamoja na viongozi ambao wamekuja, ambao wamekuja ili watu support sisi. Inapendeza. Mungu awabariki sana, anafurahi sana. Mungu awabariki. Obila boss, please boss. Hello Obila serikali, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mtu wa bunduki, Mungu akubariki sana. Utamuona kando. Asante, Mungu akubariki. Umetumekaa na amani. Ukijaribu shida mahali amekaa pale, kama ungetema kelo, ukijaribu tena ungesikia namna hii kuja tuende kusema kidogo. Bila hilo kama nuko mbele. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Asante. Watoto wa Mungu, anafurahi kwa watoto hao wawili. Nyakwar British. Wapi wewe? Mungu wako yuko wapi Nyakwar? Simama hapa kidogo please. Chunka. Hao watoto wawili anafurahia sana. Ametembea pamoja nasi vizuri. Mungu ametupa kazi ya kutangaza Injili, kazi ambayo hao watoto wawili wanafanya. Mungu ndiye alikuwa kwanza kufanya. Wanafanya kazi ya kutangaza. Iko katika kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya, ili upate hivi. Hatufanyi kazi yetu sisi wenyewe, tunafanya kazi ya Mungu mwenyewe. Isaya 62 soma 11 utapata hivi. Mungu ndiye mtangazaji wa kwanza aliyetangaza mambo. Isaya 62 soma 11 inasema hivyo. Kazi hii ambayo tunafanya sasa hivi, sikiliza, hao watoto wawili wanafanya kazi ya kutangaza. Hii yetu hii iko kitabu cha Petro. Petro kisomo Petro mara Joanna, Joanna waraka wa Yohana. Ibiro tainya nyabu mar Petro. Kitabu cha Petro ama waraka wa Yohana 11 pale inasema hivi. Petro 1:11 inasema utapata
shughuli ambayo tunafanya hapo, watoto wa Mungu tumefurahi na hawa wawili wanakuwa wakifanya kazi ya Mungu kwa njia nzuri. Leo tukija hapa ili tukuje tushuhudie na tuwape zawadi yao, tunawainua juu, tuwainue juu watoto wa Mungu. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Tunafurahi na kila mmoja ambaye amekuja, tusukume kazi ambayo tunafanya sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaangalia runinga yako, ukiangalia simu, utasikia radio, utasikia hivi, utapata sisi wawili tukifanya kazi. Akisema nasema, akisema nasema. Kwa sababu hii ni kama mtu ataisoma. Jamani, hii itasomwa tu. Kusema nasema. Yani hii translation ambayo anasema nikisema, nasema nikisema hii. Hii translation nafanya iko katika Biblia. Imesemekana Wakorintho wa kwanza. Soma Wakorintho wa kwanza ukisoma. Nani ako na microphone apatie mchungaji? Wacha tu kwa sababu ya muda. Andika tu. Imeandikwa. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 14 10 utasikia hivi. Itasemekana kama nasema lugha ambayo wengine hawasikii, jinsi ambavyo anaiongea na kuna wengine hawasikii, yani anakaa kama mtu ambayo ni mgeni na haeleweki. Hiyo ni haya ya 10. Huyo mtu pia anakaa ni haeleweki pia tu. Biblia inasema bado hivi, yani kama mambo imekuwa magumu, hawa wawili hawaeleweki, itafanywaje? Ukienda kwa haya 27 inasema hivi. Haya 27. Ukitoka kwa hapa haya 27 inasema hivi. Ule mtu ambaye anabadilisha, ambaye ana translate ni mtu mkalimani, ni mtu wa maana. Ndio maana tunatembea pamoja. Biblia imekubali hivyo. Sasa ukikuja hapo useme huyu nani amekuja hapa na lugha ambayo eleweki, hiyo ni shauri yako. Hiyo imsumbui. Biblia ndio imesema. Hata wakina Paulo walikuwa wanafanya translation. Wewe enda utafuta hapo. Ndio maana tunatembea na Obed. Anasema nikitranslate. Watu wa kitambo walifanya hivyo. Sasa hiyo haimsumbui. Kwa sababu pengine useme huyu ni nani? Hiyo haimsumbui, ni evangelist oriented tu. Na atabaki tu pale pale. Jamani, hiyo isikusumbue, imeandikwa. Napenda hao vijana wawili kabisa. Salimia kanisa. Na wasalimu pia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Asifiwe Bwana wa Sabato. Amen. Asante sana. Pili, tunachokifanya hapa ili tuje tuinue hawa watoto wawili imefanywa kwa Biblia. Kitabu cha Filipo 4 2. Paulo anasema hivi. Wafilipi, nafurahi nanyi, nafurahishwa nanyi. Mlisimama nami kwa kutangaza kazi ya Bwana. Mlisimama nami kutangaza kazi ya Bwana. Hiyo ndio imeandikwa katika Filipo. Walisimamaje pamoja na Filipo? Ukikuja kwa aya ya 15 utapata jinsi ambavyo walisimama na kazi ya Kristo. Aya 15 mtu anaweza soma kweli. Hiyo ndio imesema jinsi ambavyo walisimama na kazi ya Kristo. Soma tu kwa lugha ambayo unaelewa yoyote tu. Filipo 4:15. Tafuta tu utasoma. Nanyi pia. Ninyi wenyewe mnajua. Kidogo hiyo itasomwa. Hii inasomwa. Chekwantu. Haya. Kuongecha kiwese areo. Anza na aya ya 2. 4:2. Alafu uruke aya 15. Haya, tuendelee. 4:2. Na msi Eudia na msi na Sinteke wawe na nia moja katika Bwana. Soma, endelea. Mstari wa 3. Naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli
wasaidie wanawake hao. Kwa maana walishindania injili pamoja nami. Hiyo ndio imeandikwa, watoto wa Mungu. Walisimama pamoja naye kwa kazi ya injili kivipi? Ruka aya 15 ili tusikie. Inasemaje? Nanyi pia, nanyi wenye mnajua, enyi wa Filipi, ya kuwa katika mwanzo wa injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine shirikiana nami katika habari ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Unasikia hiyo? Walimpa hela kusongeza injili, walimpa hela. Hizo dollars tumepewa hapa sio, hakuna makosa, na hizo Kenya shillings ni kawaida. Hiyo iko kwa Biblia. Tupeni. Iko kwa Biblia na ziko nyingi tu. Tunasema asante kwa vijana wetu wawili Nyakwanya na British na MCDRS ambao wamekubali ili tuwainue leo. Mungu awabariki sana. Injili ya Kristo lazima iinuliwe tu. Yani tutumie kwa mfuko zetu. Yani tukitangaza kwa Biblia, jina la Bwana lazima tuitukuze. Asante, hiyo unasema asante Obed. Yani kazi nzuri ambayo tumefanya hivi. Tunatangaza injili. Imeandikwa hivi. Mariko 2. Ukisoma aya 30 inasema, mfanyie Kristo kazi kwa nguvu zako zote, na hela yako na mali yako na akili zako na maono yako na akili tu. Imeandikwa hivyo. Tutangaze injili wakati ambapo tunaye watu ambao wamekubali, ili tusukume hawa watu wawili. Maliza sasa. Hata wewe ukibaki unabaki bila kufanya hivyo, basi jaribu, jitahidi, kwa sababu injili lazima tupige. Ndile hao ndugu zetu walao kuja hapa kwa sababu wamenyosha mikono, nanyi muweze kubarikiwa. Imeandika katika Luka 6:34 38, imesemekana ukiitoa basi ndio unapokea. Kwa sababu kinyume cha hicho, kinyume ni basi usipotoa basi hautapata. Imesemekana ni ukweli, basi ni muda tu umeisha. Imesemekana hivi. Sikiza kwenye Zakaria 11:12 inasema hivi, basi mkibali, jamani munipatie kila ambacho mukikataa pia ni sawa. Mwenyezi Mungu ndiye anasema katika Zakaria. Basi mtoto wa Mungu, kama amesema unaweza baki nayo, alafu kitabu kinasema basi naona ni kama hautakuwa nayo sana, basi hautakuwa nayo sana. Pesa ambayo mmepokea mtatafuta nao wanawake na vileo. Umesikia hiyo? Basi wewe mwanaume kama utaki kutoa, enda usome Yoeli 3 uone mahali hela zako zitaenda. Kama Mwenyezi Mungu amekupatia hela, tumia. Jamani, ni muda tu watu. Nataka ni ufupishe tu, Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Mimi nilisimama tu ili niwaambie kuwa kila ambacho mnakifanya kina dhamani, hamjapoteza muda. Siku nyingine kipatikana, yes baba, season 2 Nipe Zawadi kabisa. Hili mje tena, la sivyo anafuraha. Yeye ndiye Evangelist Orienje bado. Kijana kutoka Kanyada. Alisoma sana kwa sababu raha ilikuwa nyingi wakati anasoma. Anafurahia kwa sababu Mwenyezi Mungu ambaye tunamfanyia kazi ni mtu wa maana. Hata sasa hivi amepatia ujumbe kuwa jayalo kesho narudi na ndege. Basi sikiza, kwa sababu alisoma sana. Moses ameondoka tayari. Kuna siku alikuwa na
sana ndege. Akapata watoto vipusa watoto warembo hivi. Watoto wanamwambia hey. Wanamletea vitu vya kula tu. Wanafikiri ati sasa yeye ni mtu. Vile ambavyo walikuwa wanasema haelewi. Anasema yeye pia anawasikia anasema yeye pia anaposema madhogodhania zake. Yeye pia akajitahidi. Akasema yati yani ni dawa na ni mbaya. Sasa Yandi alikuwa anasema ametoka Nairobi na ya kwa ndege akashuka na ya. Sasa akiambiwa how can we help you? Yeah. Are you old? Yeah. Are you oriented? Yeah. Sasa nawaambia hivi watoto wa Mungu. Mwenyezi Mungu nataka niwaeleze tena. Hamna shule. Na pia hata kama huja kanyaga shule unaweza kuzungumza mbele ya wasomi. Mwenyezi Mungu ni mtu maana sana. Mfanyie kazi. Mwenyezi Mungu anawainua watu. Imeandikwa katika kitabu cha Samuel 2:7. Inasema kwamba Mwenyezi Mungu anawainua na pia anawashusha. Na hilo ndio anafanya. Mwenyezi Mungu awabariki. Azidi kuwainua anavyosema. Tukikutana tena. Tukutane hapa, tukutane kwingine tuzungumze. Nataka niwapatie namba za kwangu zake. Nambari yake ni na amemaliza tu. Angesema mengi kwa sababu ya muda. Mumruhusu afupishe. Nambari yake ni 07 12 12 940 940 853 5 853 namba nitingeyo ma 850 mitanua tena. Nua tena. Wacha ninua. Nua kwa sababu kuna wengine ambao ile. Chukua namba ya evangelist. 0712 940 853 Evangelist Orienje. Mane amnyitinya sai. Huyo ndiye. Koro mane wan go widi oide bibru mio namba ne. Yeye owidi hata awapea namba. Koro mane kaka wan nyitinya sai. Mwenyezi Mungu atubariki. Anafuraha kukutana na nyinyi. Watu wa Nairobi huko nyumbani tunafikira ni una maringo sana, kumbe hata mna. Unajua kuna watu wanajiringa hata kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Nimewaona watu wa Nairobi. Kumbe wale watu wanawadanganyia. Hivi ndio watu ambao wasomi wanamsifu Mungu. Akajiangalia tena akajiita kwenye mkutano. Akasema basi mimi tu. Kama watu ambao wamesoma wanasifu Mungu na uvume yani na gimulo umora kabisa jidala unyenyekevu. Mwenyezi Mungu awabariki. Akiana dwa wachonango kapukalemo Obed Otieko. Amen. Yes. Nyakwar ja biri tish wachana kibidwa wachokata lemo. Jameni, simu mmefurahia kuja kwa Evangelist Orienje. Huyu ni mzee kutoka kule nyumbani jameni. Si mnasikia anasema hata kule kwenye hewa alikuwa tu ni yaya. Tumonyeshe upendo. Akiona mkiwevu kwake atasikia raha. Anyisoge manane ingamoero giheri ginbende. Ya goni ya. Ya. Jameni, kama umebarikiwa na Evangelist, weka mikono hivi hewani. Wangapi wanasema rudi tena? Karibu sana Jogeru wa Kibuore. Kama anongati sana. Thank you so much. Na wajua? Na ichako. Asebe kapunje ukapeleka pele. Wajua? Kama chungani. Kumbe endelea na Kiswahili kwa beli kidogo. Yes. Madhikete bwana. Ataribu. Wegido gikanye. Yes, wachi kome hapo. Kamano. Naam. Tutasoma wote tuombe Mwenyezi Mungu. Tafadhali. That is direct. Mimi naona kama kuna wengine ambao wameketi tu, sijui unaketi kwa nini. Haya, tunaendelea. Wasego nieru kama no Nyasaye maduong. Isete mono maber wuono loch. Aneno ka nyithindigi owuok oko ne paki kawuono. Kendo gi paki gi tekre gi duto. Kaka ndike Marika 12 West Pradek. Ni timnu uru ruoth Nyasaye gi tekre uduto.
Jawar nyithindo agi osepaki kama lich miwuoro. Oganda mowinjo kamano bende oringo biro. Okone wadwa ne kama nyithi Nyasaye owuoke okone pako Nyasaye. Jomoko amochwalore gi dala ma wantie ni. To giringo gibiro mondo gipak Nyasach gi elela. Jaduong' amor kodi kabisa ruodhwa. Erokamano kuom ritonwa nyithindwa gi. Itimonegi maber kabisa. Wamor gi nyithindwa moyie mondo wating' nyithindo ariyo gi mosebedo ka landonwa wach. Wuorwa mondo wating' gi malo. Igwedhi e lwet nyithindwago. Imedi e ng'ato ka ng'ato. Ruodhwa in mimedo ji. Mednagi. Ng'ata moro e lwete ka. Jaduong' mede mondo wating' tich ni malo. Itim kamano Nyasachwa. Erokamano wakeka chung' kodwa kaka Nyasaye. An bende mana wuok e piny Kanyada mondo abia choyo wang'a gini ane kaka jo town pako Nyasaye. Amor guro widi bano miya wach ni jaduong' ringi bi ne kaka jo town be wapake gi kaka jo reserve be upake ine ane to pogruok ne kanye aneno ka samoro jo reserve ka to mano kumwa dong' e chien Nyasaye. Onge wach igwed na nyithindigi kabiro wuok madok weche machoko kate achaka duoke ne jo reserve anyisgi ne jo kama e lum ka Nyasaye nitie ma ji ong'eyo matiyo ne Nyasaye. Yeuru ambe watine kaka jomoko tiyone. Asomo, aneno, amako, atingo, abigo, adinyisogi. Teko ni Obed kodwa. Imed paro na nyithindo ariyo gi. Oyidi kachiel kod nyakwar Jabritis. Nyasaye parnagi. Erokamano, wamor gi jatendwa mano wuok e dala ma Mombasa kendo ringo matek kabisa mondo bi mondo watine Nyasaye. Baba in ni chweyo dhano mondo tini. Mane gimendika jala 12 wesa 13 ni dhano ni chwe mondo tini. Koro kata warendo to chutho en niya dhano ni chwe mondo tini. Teko ni Obed kodwa bed Nyasaye obed nyithini ma Isayowa en Kristo ma jawar. Amen. Let's all the saints say Amen. Let's all the saints say Amen. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, mtumishi. Get the point. Take a step forward.